Watu wa Gikomba wameumia kwa muda mrefu sana. Yeah. Tumeka pesa ya the fire station ambayo niliahidi. Which we are going to construct there in Kangemi. Kwa sababu ya moto na niliwa explainia mbeleni. Hiyo moto ya Gikomba mara nyingi ni watu ambao wanaona wako na title deeds na wanajaribu kusongesha watu. Na tukasema Gikomba, we've done the survey, we are going to issue the deed. Tumekaa na National Land Commission. It is public land owned by the county. Yeah? Kama uko na claim wewe kuja na claim yako tuione. But hawezi chomea watu wetu ambao wanafanya biashara kwa sababu wanataka kuwasukuma uingie. The biggest market is in Central Africa. Yeah, so that is our property as a county. Number 2, kuna wale ambao wamechomeanga wengine kwa sababu ya insurance. You know, and I'm very happy insurance companies zimeingia. Unaona stock kameshuka, unachoma ndio umrudishiwe. That one is going down. Na ya tatu imekuwa ni negligence. Yes. No. Pata wale wamadhe wanapiga githeri overnight, vijana wanaota moto usiku ina nini ama stima. We had asked for investigation reports. Even nikiwa senator hazijawahi kuja. I'm confident in the new leadership ya DCI na police ya kwamba mambo kama hiyo they'll tell us the truth of who has been behind it. Yes. Na nimefurahi by the watu kama DCI not necessarily even DCI chiefs wetu in some of the places wameanza kuwa watu wazuri. Yes. Wengine walikuwa watu wabaya. Yeah? Walikuwa wanashirikiana na watu wanaleta pombe mbaya. Hii pombe mbaya illicit brew ukienda in many of our slums. Na nimefurahi zile liquor boards committees nimeweka wanatusaidia. Ukienda Kasarani, ukienda pande za Dagoretti South, ukienda pande za Kahawa, just to get rid of it na tumeka sasa hizo regulations. Yeah? Because vijana wetu sasa wanamalizwa. You know, and they target specific areas. Yes. That one we will not allow it. It is not even about license, it's about regulation and enforcement. Na tumekubaliana na serikali kuu ya kuwa if you find kuna huyu juu lazima chief anajua. Lazima kuna my ward admin mwenye anajua. Tukipata it is going on in your area, you will not be spared. Yes. Because unamaliza future yetu. At least kwa mambo ya madisco na night club wengi wameweza kupunguza muziki ambao wanapiga. Yes. Sasa ile watu wanataka kulala. I issued a directive juzi ya kwamba sasa hizi raid za usiku za kuraid ma clubs na discos because sasa tumefanya public participation on which are the areas where you can have a night club, commercial areas, na itenda kwa wananchi. Once we have done that and we've agreed hapa hawezi kuwa na night club kwa residential area. Hii ni bar na restaurant na inafunga sahihi na msipige muziki after this time. Yeah, hakuna, there will be no night raids. I've said stop raiding bars and restaurants at night. Yeah, kuja urecord tujue kelele wamepiga ni kiasi hii. Kesho mchana enda ufunge hapo. Ama deal now. Yes. Unakuja usiku unatukanana na walevi, watu wanatoroka for safety, mwingine anategwa, anakumwagia pombe, wanatoroka na bill. You know, it becomes so messy. Unajua zile watu wamelewa, nothing good comes out of it. DJ ananyang'anywa vitu zake, equipment ya DJ na ni kijana yeye ana makosa, si yeye anaweka volume, yeye anacheza tu muziki. DJ ananyang'anywa vitu zake. So inapea pia watu opportunity ya kuextort wananchi. Yeah, unaambiwa kutoa hizi pombe inachukuliwa inapelekwa kwa police kwa cell. You know, it is such a mess. After all, my people do it professionally. Collect the readings of the decibel. Inaitwa decibel. Ile inapima kama imefika 95 from 30 meters away. Collect kesho tena. Wapatie enforcement notice. Wasipofanya, come after 3 days, we enforce. Ufunge, waende wafanye biashara nyingine. Yes. Simple.